Naam, tunaposema kwamba Qur'ani ina versions tofauti tofauti, Waislamu wanasema hapana, ni nyie hamuelewi kwamba tunachozungumzia hapa ni lahaja tofauti tofauti, ni namna tu ya usomaji. Lakini mpendwa, tunachozungumzia sio lahaja, bali ni unapata kuna sehemu ambazo ni vitu viwili tofauti. Yaani Qur'ani moja inasema hiki, nyingine inasema hiki. Nilidhani kwamba baba Halima hatakuja na kujibu zile hoja, badala yake amekuja tu kusema huyu Chaka ananukuu watu kule nje, ananukuu kina Profesa J na wengine. Hayo sio majibu, ungewapa basi jawabu. Sikiliza, kwa mfano nikupe baba Halima, naomba nikupe mfano mdogo kwa nini nazungumza mtume anaposema kwamba ameteremshiwa Qur'ani kwa hurufu 7. Na tunapoona maswahaba wakishikana koo, wakishikana shingo, wakitaka kuchapana makonde, huku kila mmoja akijaribu kusema kwamba kisomo chake ndicho, na nyinyi mnachozungumza leo ni vitu viwili tofauti. Hebu kwa mfano tusome hiki kitabu cha Halul al-Marjan, hadithi namba 472. Anasema hadithi ya Abu Dalda kutoka kwa Ibrahim, amesema walifika wenza wa Abdillahi kwa Abu Dalda, na aliwatafuta na akawakuta, akawaambia, ni nani kati yenu anaweza kusoma usomaji wa Abdallah? Wakajibu sote. Akauliza, ni yupi kati yenu aliyehifadhi zaidi? Wakamwashiria Alkama. Akauliza, umemsikia nasomaje wa laili idha yaksha? Hii ni sura ya 92. Alkama akajibu, wa dhakari wal untha, maana yake amemsikia Abdallah akisoma sura hii kwa maana ya wa dhakari wal untha. Akasema, ninathibitisha kuwa nimemsikia mtume akisoma hivi, na hawa wanataka nisome wa ma khalaqa dhakari wal untha, walai sifuati. Hii ananukuni Bukhari juzu ya 6 hadithi namba 468. Hapa tunaona kwamba kuna Qur'ani mbili tofauti. Kuna mmoja ambaye anasoma kama inavyosoma kisomo cha Said bin Thabit, kisomo cha serikali, kisomo cha Uthman, kwamba wa khalaqa dhakari wal untha, ambacho ndicho kisomo ambacho kipo kwenye Qur'ani ya sasa hivi. Na kuna kisomo cha Abdullah ibn Masud ambaye yeye alisoma wa dhakari wal untha. Sasa hivi ni vitu viwili tofauti. Mmoja anasema na hapa kwa yule aliyeumba kiume na kike, na mwingine amesema tu wa dhakari wal untha pasina kuweka yale maneno wa ma khalaqa dhakari wal untha. Maanake kumbe ni vitu viwili tofauti. Na huyu Abdullah ibn Masud ni nani, na mtume amesema nini kuhusu Abdullah ibn Masud? Sikiliza tu, na soma tu kwenye hiki kitabu cha hiki kitabu cha Halul al-Marjan, ukurasa wa 930 hadithi namba 1600. Anasema hadithi ya Abdullah ibn Umar kutoka kwa Mashruk, amesema alitajwa Abdullah kwa Abdullah ibn Amr, akasema yule ni mtu ambaye ninaendelea kumpenda, na haswa baada ya kumsikia mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam akisema, isomeni Qur'ani kwa watu wanne kwa Abdullah ibn Masud. Akaanza na yeye Abdullah ibn Masud, na kisha Salim maula wa Abu Hudhaifa, na Hubei ibn Kab, na Muadh ibn Jabal. Buhari juzu ya 5 hadithi namba 103. Haya ni maneno ya bwana mtume mwenyewe hakiwataka watu wakwende kujifunza Qur'an. Katika riwaya nyingine anasema ichukueni Qur'an, take the Qur'an, ichukueni Qur'an kutoka kwa watu hawa wanne, na mtume amewataja Abdallah ibn Masud wa kwanza, Hubei ibn Kab wa pili, Muadh ibn Jabal wa tatu, Salim maula wa Abu Hudhaifa, mwacho huru wa Abu Hudhaifa. Hawa ndo watu wanne ambao mtume amewapendekeza, lakini serikali
ya Abubakari na baadaye Uthmani ilipoamua kuchapisha Qur'ani, wakaenda kumchukua kijana mdogo wa Kianswari, kijana wa Kimadina, jina lake Said bin Thabit, ambaye alikuwa ni mtoto mdogo. Historia inasema kama miaka 17 hadi miaka 20, wakati walikuwepo watu hawa ambao mtume mwenyewe alipendekeza kwa kinywa chake kitukufu kwamba wafuatwe wao, lakini kwa habari za Qur'ani. Na Abdallah mwenyewe amesikika akisema katika hadithi namba 1598, hadithi Abdallah bin Mas'ud kuwa alitoa hotuba akasema, wallahi nimejifunza zaidi ya sura 70 kutoka kwa mtume wa Allah, na wallahi maswahaba wa mtume walielewa kuwa mimi ndiye mjuzi zaidi yao kuhusu kitabu cha Allah, nami sikuwa mbora wao. Yani sikuwa mbora kwa maana kwamba walikuwa wabora, walikuwepo Bani Hashim, walikuwepo watu wa nyumba ya mtume wenyewe, lakini anasema Shakiki mpokezi wa hadithi hii anasema, nikakaa katikati ya miduara ya makundi ya watu wanaosikiliza anachokisema, sikupata kulisikia jibu kinyume na lile. Buhari hadithi namba 522 juzu ya 6. Huyu ndiye Abdallah ibn Mas'ud, mtu ambaye alikuwa amepokea Qur'ani. Anasema nimejifunza kutoka kwa kinywa cha bwana mtukufu zaidi ya sura 70. Katika riwaya nyingine anasema, ficheni misahafu yenu, kwani msije mkaruhusu misahafu yenu ikafichwa ikaharibiwa na dola, wakati mje mkafufuliwa, ile hali kwamba mmeficha kile ambacho Mwenyezi Mungu aliteremsha. Katika hadithi inayofuatilia anasema, hadithi ya Abdallah ibn Mas'ud amesema, wallahi ambaye hakuna Mungu anayestahiki ibada isiyokuwa yeye, haikuteremshwa sura katika kitabu cha Allah isipokuwa ninaelewa wapi imeteremka, na haikuteremshwa aya katika kitabu cha Allah isipokuwa nimeelewa kwa sababu gani imeteremshwa, na kama ningalimuelewa mwenye kujua zaidi yangu kitabu cha Allah na sehemu alipo na ambapo ngamia wanaweza basi kufika, basi ningalimuendea. Juzuu ya 6, Buhari hadithi namba 524. Maneno haya wapendwa, sio maneno ya mtu ambaye anajigamba, ni maneno ya mtu ambaye wakati wa mtume mwenyewe alikuwa kwanza mtu wa kwanza kuisoma Qur'ani hadharani Maka katika Al-Kaaba. Ni mtu ambaye mtume amemsifia kwamba nendeni mkajifunze kwake, lakini ilipofika serikali inataka kuhariri Qur'ani, inataka kuikusanya Qur'ani, wakaamua wakakwenda kwa kijana mdogo wa Kianswari anaitwa Said bin Thabit, ambaye alikuwa hata hajazaliwa wakati Qur'ani inateremka. Na ndio maana Abdallah ibn Mas'ud anawaambia watu, mimi nikijifunza Qur'ani zaidi ya sura 70 kutoka kwa kinywa cha mtume, huyu kijana alikuwa bado angali katika mgongo wa kafiri, hajazaliwa. Katika hadithi nyingine anasema alikuwa bado hajajua hata kuchana nywele zake, kuzifunga nywele zake kwenye matute mawili, alikuwa bado hajajua. Katika hadithi nyingine anasema kwamba alikuwa bado anacheza na watoto wengine kule wakati mimi ninajifunza Qur'an. Kuna kipindi ambapo Hubei bin Kab amekinzana na Umar bin Khattab kuhusiana na aya ya Qur'ani, kisha akamwambia Umar kwamba mimi nikijifunza Qur'ani, wewe ulikuwa sokoni huko ukitafuta hela. Kwa hiyo watu hawa ambao mtume amewasifu akianza na Abdallah ibn Mas'ud, wanapotuambia hiki ndicho na hiki sicho, inabidi tuwasikilize. Sasa tuna Qur'ani mbili, tuna Abdallah ibn Mas'ud ambaye anasoma anasoma wa dhakari wal untha, alafu kuna huyu ambaye ni msemaji wa serikali, msemaji wa dola, ambaye amekusanya Qur'ani na anasema wa ma khalaqa dhakari wal untha. Sasa msikilizaji wangu Muislamu na Mkristo, tuchukue huyu ambaye mtume amempendekeza kwamba tuifunze Qur'ani kwake, ambaye anasema wa dhakari wal untha, au tuchukue huyu ambaye analetwa kwetu na dola ambaye anasema wa ma khalaqa dhakari wal untha, na hapa kwa aliyeumba kiume na kike. Haya maneno na hapa kwa aliyeumba kiume na kike, je, yalikuwepo katika original Qur'an au ni Qur'ani ya serikali? Tafakari, na naomba kama kuna Muislamu haje hatujibu hapa, kwa sababu hapa sio issue ya lahaja, bali ni Qur'ani mbili tofauti zenye maneno mawili tofauti, ambayo moja inasema hii na mwingine ana maneno ya ziada, na hapa kwa yule aliyeumba kiume na kike. Asanteni na naomba majibu yakinifu.